yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kama unaniona unipungie mkono namna hii. Mchungaji, uongozi wote wa kanisa, Mungu anawapenda. Leo niko na furaha kubwa kuwa hapa. Tulialikwa na viongozi wenzetu na tukasema lazima tufike hata huko kwa kanisa yetu, kwa sababu pia mimi ni mshirika mahali ingine. Nilipanga asubuhi nikawaambia vijana wenzangu sitakuwa, nimealikwa mahali fulani. Na kufika hapa, neno ambalo umehubiri umesema tusiogope. Nataka nikuambie, Waswahili wanasema umegonga ndipo. Hapo ndipo sasa. Sisi kama vijana mkituona hivi, tumejitolea na tukasema ya kwamba sisi hatutaogopa lolote, wala iwe nini wala nini. Lazima tutasimama kwa haki na kweli, si ndio? Kuna msemo kwa kizungu inasema say the truth and the truth will set you free. Sisi kama vijana ndio tunaumia saa hizi kwa hii nchi. Ukiangalia uongozi ambao huko mahali popote ambapo mwananchi anapata dhulma kutoka kwa serikali ni vijana. Sisi ndio tulitokea tukaenda kuandamana wakati wa finance bill. Tukakataa hiyo finance bill na tukapigwa marisasi, wengine walishikwa. Na hata saa hizi mnajua story ya abduction. Mimi nataka niulize kabla sijaendelea, tuko na wazazi hapa? Tuko na wazazi? Kama wazazi wako fanya namna hii. Mnapenda watoto wenu? Mnawapenda kabisa? Na niwaulize swali lingine. Nyinyi ndio mlitokea mkachagua hii serikali? Na mlikuwa mnataka hii serikali ikuje iwafanyie maendeleo, ama mlikuwa mnataka ikuje waulie watoto? Na mmeona hiyo maendeleo kweli? Sasa sisi tukiwa watoto wenu, kwa sababu mlitusomesha, kuna ndugu wetu wamesema mlitupatia elimu ya bure ya Kibaki ya primary na secondary, tukasoma masomo ya uhuru mpaka university. Sasa sisi tumesema kwa sababu mlituchagulia hii serikali ifanye maendeleo, badala ya maendeleo imekuja kupaliza vijana wetu ambao ni sisi. Sisi tumejitokeza kimasomaso bila uoga. Mtupatie hiyo serikali na sisi tuiendeshe, because we have the ability. Si tuko na uwezo? Si mmetusomesha? Mimi nataka niwaulize, mtatushika mkono kama watoto wenu? Sisi si ati tuko na pesa ama tuko na nini. Sisi tunajua tuko na Mungu, na tukiwa na Mungu upande wetu hakuna kisichowezekana. Tuko na vijana. Mimi siombi kura hapa, lakini kwa sababu kuna vijana wawili wanaomba kura hapa. Kuna huyu jamaa anasimama kiti ya MCA. Mnamjua huyo? Mtamshikilia? Tunazidi kumuombea. Na niko na ndugu yangu hapa anaitwa Sami Moraya. Mimi sitaogopa kumuombea kura. Huyu kijana anataka kiti ya senator Nakuru County. Na anataka, na mahali popote tunaenda huwa tunaonyesha madharau kidogo, kwa sababu sisi ni vijana, hatuna pesa. Wale tunabishana nao wako na magari. Lakini pastor umetuambia hata wakikuja na hizo pesa zikuliwe, lakini wasipewe nini? Wasipewe nini? Sasa mimi nataka niwaulize, tukikuja tuwaombe kura ya senator mtatupatia? Mtatupatia? Nikimalizia tu dakika moja. Umetuambia tulete Rigiji. Sisi ndio tuko huko kwa chama. Na Rigiji atakuja Nakuru. Lakini kabla akuje tumesikia viongozi wengine wanasema asikanyage huku. Nyinyi mnasema aje? Akuje hapa? Hata nyinyi mmesema akuje? Unajua sisi tukiwa kama watoto wa Rigiji, kazi yetu ni rahisi sana. Tunajua kusikiliza nini? Sisi ni watu wa kusikiliza ground. Pole pole, tusimesema akuje. Sasa sisi tukifika huko, tutapelekea yeye message, tumwambie watu wa Kiamaina wamesema Rigiji akuje wapi? Na kwa jina la Yesu atakanyaga hapa. In the name of Jesus atafanya nini? Atakanyaga hapa. Rigiji atakuja. Nikimalizia niseme jina yangu ingine. Mimi naitwa Mapinda. Lakini juzi walinipatia jina ingine na nikaikubali. Wananiita mjukuu wa Maumau. Kwa sababu baba yangu Rigiji si ni mtoto wa Maumau. Na unajua vile tuko na spiritual father, hata kwa siasa tuko na political fathers. Unajua wakati ile nyingine nilikuwa na baba mwingine huko, sikuwa najua ule mzee mwingine sitasema. Wakati tulifanya DNA, nikapata mimi ni kijana wa Rigiji. Sasa mimi si ni mjukuu wa Maumau. Mkiniona mjue mimi naitwa mjukuu wa nani? Asanteni sana, nawapenda sana na Mungu awabariki.